mtazamaji wa KBI Online TV. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa KBI Online TV. Kabla tujaendelea na kipindi chetu, niseme asante kwa wewe ambao umeendelea kusubscribe channel yetu ya KBI Online TV. Cha kufanya tu ni kuchukua simu yako ya mkononi, nenda YouTube, andika KBI TV Online, itakuja alama ya kengele. Bonyeza pale, utakuwa tayari umesha subscribe. Lakini pia niseme asante kwa wewe ambao umeendelea kutufollow katika ukurasa wetu wa Instagram. Na leo tumekutana tena katika kipindi kingine ambacho ni sauti ya mtaa hapa KBI Online TV. Kana sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tukujuze tuko na nani, anafanya nini. Usiondoke, utajifunza vingi kutoka kwako. Karibu sana. Mimi naitwa Sawia Kamyos, just welcome. Mtazamaji wa KBI TV Online, leo nitakuwa na mgeni. Mambo? Shwari, vipi? Unaitwa nani? Naitwa Geoffrey Boniface Andrea. Geoffrey Boniface Andrea. Unaishi wapi? Majengo. Unaishi Majengo? Okay, tukisema Geoffrey Andrea ni nani? Wewe Geoffrey ni nani? Ni mtu gani? Mimi ni kijana. Short. Umezaliwa wapi? Nimezaliwa hapa Magu. Okay. Umesoma mpaka kidato cha ngapi labda? Sasa hivi bado naendelea na masomo ya ile. Okay. Form ngapi? 5. Form 5. Hongera sana. Okay, nipende tu kukuuliza. Geoffrey, unajua sauti ya mtaa inaongea na kijana yoyote ambaye ana kitu ambacho anafanya. Wewe kama kijana, na sauti ya mtaa ipo kwa ajili ya watu ambao wana vitu ambapo watu waonyesha jamii na watu watajifunza kutoka kwao. Geoffrey, unafanya kitu gani? Mimi nimekuja na brand yangu ambayo ni brand inayotumika kwenye t-shirt. Okay. T-shirt. Tungekuwa tukiona kidogo vitisho tukajua tukatoa maoni na t-shirt zako zinafananaje, labda idea ilitoka wapi. Labda umekuja na t-shirt yako? Unaja nayo? Okay, kama unaja nayo lakini sio mbaya. Idea ya t-shirt yako kwanza imeandikwaje? Idea ya t-shirt imeandikwa God plus me to CEO. Okay, kwa nini God plus me? CEO. Sababu ilionifanya nifanye kitu kama hicho katika kupita, katika kujifunza vitu vingi na katika kusoma vitabu vingi. Sasa kuna kitu ambacho nilikutana nacho pia hata katika historia, ukifuatilia historia ya Marekani pia ukiangalia fedha yao ina msemo mmoja umeandikwa kwamba in God we trust. Ukiangalia hicho kitu kwa upande fulani imewafanya wao waonekane katika mataifa kuwa ni taifa la kwanza pia kiuchumi. Sasa na mimi katika kuja kufikiria kwangu pia nimesoma katika kitabu takatifu hizi Biblia, kuna Qur'ani hizi, kuna kipengele fulani sema sikikumbuki, kinasema kwamba ukionyesha juhudi zako na Mungu ukiamini katika Mungu na juhudi zako unaweza ukafanikiwa katika mambo yako. Sasa ndio imekuja mifano ambayo kwamba ni God plus me to CEO. Maana Mungu pamoja na mimi ninaweza kuwa kama bosi, kuwa mtu yote ambaye ni mkubwa katika jamii. Mimi nimependa idea ya hiyo God plus me CEO. Kumbe ndio idea yake. Hongera sana. Labda nikuulize swali John. Kwa hiyo t-shirt zako unatengenezea wapi? Na wateja wako ni watu wa namna gani? T-shirt ninapozitengenezea ni Dar es Salaam. Okay, na wateja wako labda ni watu wa namna gani? Wateja ni watu wote. Lakini kuna watu ambao tunachukua kwa order, wanahitaji order pia. Lakini pia tunazisambaza. Okay. Umeniambia Geoffrey ni mwanafunzi. Malengo yako ni kuwa mtu gani siku za baadaye? Katika masomo. Katika masomo. Kwanza unasoma kumbi gani? Nasoma EGM. Kwa nini EGM? Sababu ni kitu ambacho ni masomo ambayo ninayasoma. Kwa kitu ambacho nimekifocus mbele yangu. Okay, unataka kuja kuwa nani siku za baadaye? Kwa GO. Kwa nini GO? Unapenda? Okay, tuambie vizuri una manage vipi time yako ya darasani na muda wa kutengeneza brand za t-shirt? Kuna watu ambao wapo tunasaidiana. Labda kuna kitu gani ambacho ulishapata hasara kwenye t-shirt zako ambacho mpaka leo ukikao ukasema katika t-shirt zangu, biashara zangu hiki kitu nimepata hasara?
Hasara bado. Sema t-shirt zilizotoka watu walizipokea vizuri. Kwa sasa hivi sijaona hasara yoyote. Toka umeanza biashara yako ya t-shirt, ni faida gani ambayo umepata? Faida ni kubwa. Faida ni kubwa. Unaweza kutueleza labda 2 au 3? Faida ya kwanza ni kujitengenezea mimi yangu binafsi, kama vile kukuza jina langu na watu kumwamini. Sawa, kwa hiyo watu wamekuza jina lako na watu kukuamini pia. Okay, Geoff, twende katika swali ya kizushi. Una girlfriend? Hapana. Sikuamini. Nishasikia udambu bwana. Nauliza, Geoff una girlfriend? Mtazamaji wa KBI TV Online, hii ni Sauti ya Mtaani. Leo kama nilivyokujuza hapo mwanzo, nipo na kijana mwanafunzi lakini pia ni mjasiriamali, ana brand t-shirt zake ambazo ametuambia yeye ni CEO mwenyewe. Ametueleza mafanikio yake, changamoto, anasoma, malengo yake ya baadaye. Na tunaendelea kupiga story. Geoff, ukipewa nafasi ya kupata milioni 50 na umeamua uchague mtu mmoja wa kugawana naye, utagawana na mtu gani na kwa sababu gani? Kwa nini mama? Kwa sababu na mimi naomba mama ndio mwenyewe mzima wa familia. Okay. Sasa inaweza kumsaidia katika majukumu ya kuendeleza familia. Ni kitu gani cha utoto ambacho ulichofanya mpaka leo kikaa unasema haiseki kitu siwezi sahau? Kitu ambacho nilikifanya zamani. Nikumbuka mpaka leo. Nakumbuka ilikuwa ni zamani sana. Sasa dada yangu alikuwa akiandaa chakula jioni, kwa chakula cha usiku. Sasa nilikuwa napenda sana kucheza mpira. Sasa katika kucheza mpira karibu na nyumba. Sasa nilikuwa nimepiga mpira hivi. Kama ni bahati mbaya. Nikaenda kapiga ile sufuria. Chakula kikamwangika. Kwa hiyo mpaka leo unakumbuka. Ulichapa sana siku hiyo. Aise, pole sana. Kuna jina la utoto la utani ambao ulikuwa unakuita mpaka leo kikao unasema ile jina lilikuwa limefanya. Jina la utoto? Mimi si jina langu la utoto mpaka leo watu wananiita. Wanakuita nani? Kwa nini Messi? Kutokana na nilikuwa nacheza mpira. Okay, tofauti na brand t-shirt, una kipaji gani kingine? Kucheza mpira. Unacheza mpira namba ngapi? Forward. Kweli? Turudi katika maswali ya kawaida tu ya maisha. Ili swali napenda kuwauliza watu wengi ambao ni wafanya nao interview. Ukipata fursa, kwanza washauri vijana wenzao kuhusu masuala ya ukimwi. Sana swala la ukimwi. Kwanza ni gonjwa ambalo linaathiri sana na inapunguza nguvu kazi katika jamii. Sasa swala la kuwashauri vijana kuhusiana na swala la ukimwi ni kutumia kinga wanapokuwa katika tendo la ndoa. Sasa kukutana na mkuu wa wilaya kama Geoff, kijana mjasiriamali, mwanafunzi, hustler, mcheza mpira, una vipaji vingi. Utamwambia kitu gani? Kitu ambacho nitakachomwambia ambacho hakipo kabisa. Afanye nini maendeleo wilayani, wapi tunakwama, kipi aongeze? Kwangu mimi nitasimamia kwa vijana. Okay. Vijana wapo wengi wana ndoto zao, lakini ndoto zao zinakwama. Sasa mimi cha kumshauri ni kwamba aweze kufungua kitu ambacho kitaweza kuwasaidia vijana, labda House of Talent, kama vile hivyo, labda TTT, ambapo wakianzisha kama hivyo vijana wengi wanaweza kupata wenye vipaji vikubwa. Just nice idea. Toka nimeanza kufanya interview na watu huko nyuma, leo nijibu swali vizuri sana. Jipongeze. Una IQ kubwa. Nikupe tu nafasi ya mwisho kabla ya kujifunga kipindi chetu. Nikupe tu sema neno lolote kwa watu wako wa karibu, kwa familia yako. Ongea kitu chochote tu ambacho unajisikia marafiki zako. Swala kuambia watu, ndugu, jamaa wanaomzunguka ni kitu kimoja. Swala ni kuishi kwa upendo. Kabla sijamaliza, Geoff, unapenda music? Ni msanii gani unapenda? Wapi? Hapa Tanzania, mpaka hata nje. Mwambie unapenda kitu. Kwa hapa Tanzania. Kwa Tanzania
ni Pendo. Kwa nini Chibu? Sababu ni mpambanaji. Hustling boy. Na far away kutoka hapa. Kwa mbele zaidi. Kwa mbele naweza sema ni Chris Brown. Kwa nini Chris? Kwa nini Chris Brown? Ni msanii ambaye ana future. Anaishi katika future yake. Okay, Jeff, mimi niseme asante kwa timu yako. Niseme asante kwa kuitikia wito kuja katika Sauti ya Mtaa. Mtazamaji wa KBI TV Online, tulikuwa na Jofo, mwanafunzi, mjasiriamali, mcheza mpira, ana ndoto zake nyingi, lakini pia ametueleza ana brand t-shirt zake, anasoma, lakini pia anafanya biashara. Ametueleza mafanikio, ametueleza malengo yake ya baadaye. Hii ni KBI TV Online, hatubagui. Hata kama ni wewe ni kijana, una ndoto zako, una kitu unafanya mtaani, wanatamani KBI Online TV ichukue fursa, vijana wengi wajifunze kutoka kwako. Tucheki na sisi tutabonga na wewe, then tutafanya na wewe kipindi. Kama unahitaji nguo za mtumba za kizazi sana, fika Kid Montana Shop ambayo ipo Majengo chini. Kama ukifika tu Majengo chini, ulizia Kid Montana, utapata nguo nzuri za kizazi, viatu vya kutosha, jeans, t-shirt, sandals, nguo zote za mtumba za kizazi sana. Ukitaka kuweza fika Kid Montana Shop ambayo inapatikana hapa Majengo sokoni. Much respect kwa my director Bontown Kwavi. Hii ni Sauti ya Mtaa. Tukutane next time. Nikuambie tu kama kijana una mchongo, check KBI Online TV. Bye bye.